Wanafunzi wa saikolojia Chuo Kikuu cha Iringa waaswa kuwa na ushirikiano na mshikamano katika masomo. Jeshi la Kongo limechukua udhibiti wa mji wa Uvira baada ya waasi wa M23 kuuteka na kusababisha wakimbizi. Na katika michezo na burudani, nusu fainali ya kitivo cha sheria yatamatika kwa ushindi wa bao 2 pamoja. Habari mtazamaji wa UoI Digital, natumai hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Mkuu wa kitivo cha FASE katika Chuo Kikuu cha Iringa amewataka wanafunzi wa taaluma ya saikolojia kuwa na ushirikiano na mshikamano wa karibu katika masomo yao ili kufikia malengo ya kitaaluma. Mwandishi wetu Resiana Shukuru ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii FASE katika Chuo Kikuu cha Iringa Nikas Ngogo amewataka wanafunzi wa taaluma ya saikolojia kuwa na mshikamano na kushirikiana kwa karibu katika masomo yao. Tusaidiane katika kuenenda katika masomo yetu. Usiogope kumpa mwenzako material, kwa sababu hata ukimpa akipata yeye na wewe ukipata yeye, zote zinakuwa A. Ukificha hilo unaloliita leza, wakati mwingine linaweza likawa ni tango poli baya, utakufa mwenyewe. Kwa upande wake, Rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa Joseph Nzeru amesema uongozi wa serikali ya wanafunzi utaendelea kuunga mkono wanafunzi wa saikolojia katika shughuli na harakati zao mbalimbali chuoni hapo. Sisi binafsi kama serikali ya wanafunzi tutaendelea kukusapoti Mheshimiwa Rais, tutaendelea kukusapoti kama faculty representative, assistant faculty representative, lakini pia tutaendelea kusapoti faculty department ya psychology katika kila hatua na movement ambazo mnaendelea kuzifanya. Nao baadhi ya wanafunzi wa saikolojia wamesema kupitia wiki hiyo wamebaini kuwepo kwa hitaji kubwa la jamii kupatiwa elimu ya afya ya akili, wakisema changamoto za kisaikolojia bado ni tatizo kubwa, lakini uelewa wa jamii ni mdogo. Elimu juu ya afya ya akili walionao bado haijafika viwango vile vya kila mwananchi kuelewa na kupata upana juu ya swala la zima la afya ya akili. Kuelimisha kuhusu umuhimu wa afya ya akili. Tulizungumzia masuala ya mahusiano, tukazungumzia mambo ya identity crisis, nilitambua na kufahamu mwenyewe, na maswali mengi yaliulizwa, watu wakapata kuelewa. Kia psychology ilianza tarehe 19 na kutamatika leo siku ya tarehe 24, ikiwa ililenga katika kutoa elimu mbalimbali juu ya afya ya akili. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Main Hall, ni mimi Resiana Samson wa UoI Digital. Taarifa yake Resiana inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Grace Matiku. Wapiganaji wa kundi la Wazalendo na baadhi ya wanajeshi wa Kongo FARDC wamerejea katika mji wa Uvira Jumapili, siku moja baada ya kujiondoa kwa waasi wa M23 walioteka mji huo tangu Disemba 2025. Na walipoingia mji wa Uvira, wanamgambo wa kundi la Wazalendo walipokelewa kwa shangwe na umati wa watu waliokuwa wanafika walikaribishwa. Kwa mujibu wa mashahidi, baadhi ya wazalendo walifyatua risasi hewani kwa sababu mbili. Kwanza, kuonesha furaha yao ya kurejea katika jiji lao la Uvira, lakini pia kuiona iwapo kutakuwa na mwitikio kutoka kwa wapiganaji wengine wa AFC M23 ambao huenda wamejificha katika jiji hilo. Wakati huo huo, matukio kadhaa ya uporaji yametokea katika maghala karibu na bandari ya Kalundu, katika ofisi kadhaa za serikali, pia baadhi ya nyumba za watu, hasa zile jamii ya Banyamulenge. Majira ya jioni, askari wa jeshi la Kongo
waliziondoa familia kadhaa za Banyamulenge ambazo zilihofia usalama wao katika mji wa Uvira na kupeleka mahali salama. Katika taarifa ya vyombo vya habari, gavana wa Kivu Kusini chini ya utawala wa Kinshasa, Jean Purusi, ameonya kuwepo kwa baadhi ya wapiganaji wa AFC M23 wanaodaiwa kujificha katika mji wa Uvira ili kuleta fujo na kuwalaumu wazalendo wa jeshi la Kongo. Hata hivyo, Purusi amethibitisha kwamba AFC M23 wamejiondoa hadi kwenye maeneo ya Sange licha ya kuwa walitakiwa kujiondoa hadi Kamanyola. Asante sana Grace kwa habari hiyo. Mtazamaji, zifuatazo ni habari za biashara na uchumi zinazosomwa kwako na Francis Mkinga. Mafundi mbalimbali wa samani mtaa wa Semtema mkoani Iringa wameeleza adha wanazokutana nazo kwa wateja wanaoangalia uhitaji wa bidhaa wanazoziona mitandaoni. Kitu kimetengenezwaje, na mimi nitaingia sehemu tofauti, nitaingia ChatGPT, nitaingia sehemu wapi, nitagoogle, nitapata vipimo sahihi ya vile, mradi mteja apate kitu ambacho alichokileta kama kilivyo. Japokuwa ni kazi ngumu, changamoto ipo, lakini ni lazima uifanye kama inavyotakiwa. Na hivyo utafanya kitu ambacho ni tofauti na kinavyotakiwa, mtagombana na mteja na utapoteza wateja. Kwa upande wa wanunuzi wanaonunua samani hizo, wamesema wateja wao wengi ni daraja la chini na daraja la kati, wengi wao wakiwa ni wanafunzi mbalimbali wa vyuo vikuu. Upande wa bidhaa, wakati wa kipindi cha chuo, wanafunzi wakiwa chuo zinatoka sana kuliko kipindi ambacho wanachuo wanakuwa hawapo majumbani. Kwa hiyo huwa tunanufaika sana kipindi hicho. Hivyo watu tunatamani wale wanachuo waendelee kubaki ili tuendelee kufanya biashara kwa ukubwa zaidi. Kwa upande wa mtumiaji wa samani hiyo, amesema bidhaa zina umuhimu mkubwa sana kwa matumizi yake ya nyumbani, na ameeleza changamoto anazokutana nazo wakati wa kusafirisha bidhaa hizo. Mfano, hizi meza tunazotumia kuweka majiko ya gesi na vitu vingine zinasaidia sana sasa sisi akina mama wakati wa kupika. Unajua hivi vitu vya mbao kuna issue ya usafiri. Kwa mfano mimi naweza nikawa nimependa kitu huko mjini, labda nataka nikinunue. Sasa shito tena uanze kutafuta labda guta likusaidie kubeba. Fundi ni sanaa na upelekea vijana mbalimbali kujiajiri kwa namna moja ama nyingine. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi ya thamani mbalimbali inayopatikana mtaa wa Semtema B, ni mimi Francis Mkinga wa UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Kevin Emmanuel katika habari za michezo na burudani. Nikusii endelea kusalia nasi. Mchezo uliotimua vumbi katika viwanja vya Kigonzile na kuwakutanisha shahada ya sheria mwaka wa kwanza na mwaka wa pili umetamatika kwa ushindi wa goli 2-1. Wakizungumza na UoI Digital baada ya mchezo huo, makocha wa pande zote mbili wameeleza sababu za kushindwa na kushinda mchezo huo na kuwasihi mashabiki wa timu zote mbili kujitokeza kwa wingi siku ya fainali. Tunajua mpira ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, goli lilotokea kwenye kona lilikuwa ni kosa la ulinzi, na ukiangalia wapinzani wetu wako vizuri sana kwenye kutumia makosa. Mafanikio nadhani ni mbinu ambazo tumezitumia kwenye mechi ya leo, lakini pia morali ya wachezaji. Wachezaji wamejituma, wamejitoa, nadhani ndio kitu pekee tukapata matokeo haya. Kwa upande wao manahodha timu hizo wamesema sababu ya mafanikio ni kufuata maelekezo ya benchi la ufundi, huku upande waliopoteza mchezo huo wamesema sababu ni kosa mawasiliano mazuri kwenye timu yao, jambo lililopelekea kupoteza mchezo huo. Benchi la ufundi tuliandaa vizuri, kocha akasema kwamba tukiingia tucheze mpira. Timu tulikosa mawasiliano, ndio magoli yote mawili ambayo tunafungwa kwamba sio wenyewe tumeshindwa kuwasiliana, tumefanya makosa wakatuadhibu. Mchezo wa nusu finali katika ligi ya kitivo cha sheria umetamatika, ambapo ulikutanisha timu ya mwaka wa kwanza na timu ya mwaka wa pili, na timu ya mwaka wa kwanza kuibuka na ushindi wa bao 2-1, na tumeweza kusikia makocha na makapteni wakielezea ni jinsi gani mchezo ulivyokuwa. Nikiripoti kutoka viwanja vya Kigonzile, ni mimi mwanamchezo wako Kevin Emmanuel, UoI Digital. Shukrani sana Kevin kwa kutupitisha viwanjani.
Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Hali gani mpenzi mtazamaji wa UoI Digital? Karibu kwenye kipengele chako pendwa cha msamiati wa Kiswahili. Kiswahili ni moja kati ya lugha adhimu kabisa na nadra duniani. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno hadimu. Unaelewa nini ukisikia msamiati wa neno hili? Leo tukatizame baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakituelezea wao wanaelewa nini juu ya neno hili hadimu. Katika maisha ya kawaida neno hadimu tunalitumia. Unajua kuna maneno mawili kwa kitu, kama kuna neno adimu afu kuna hadimu. Adimu na hadimu. Unaona hizi ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Ni kitu kimoja. Unaelewa nini kwa ujumla? Adimu. Yaani kitu fulani hivi, yani inakuwa ni shida sana ukipata. Yes. Katika maisha ya kawaida ni shida sana ukipata, unamwambia bwana kitu fulani ni adimu. Hivyo. Neno hadimu. Ndiyo, nishasikia. Unaelewa nini ukisikia neno hadimu? Kwa mimi uelewa wangu nikisikia neno hadimu, naelewa kwamba yani kitu fulani hakipatikani kwa mahali fulani. Mfano labda Iringa kwa wakati huu mvua ni hadimu, yani maana yake mvua haipatikani kwa sasa hivi Iringa. Ndio ninapoelewa. Tunataka kuwatazama baadhi ya wanafunzi wakijaribu kutuelezea uelewa wao juu ya neno hadimu. Huenda hata wewe ulichanganya mwanzoni. Kuna kitu kinaitwa adimu na kuna neno linaloitwa hadimu. Nilikuwa nauliza maana halisi ya neno hadimu, lakini walikuwa wananipa maana ya neno adimu. Adimu ni kitu ambacho ni nadra kupatikana, lakini neno hadimu ni mtu ambaye anafanya kazi kwa mtu mwingine. Mfanyakazi wa mtu wewe tunamuita ni hadimu. Ndio maana halisi ya neno hadimu. Maana kwa Kenya sentensi isemayo kwamba mwalimu ni hadimu wa Chuo Kikuu cha Iringa. Langu jina ni Karim Yasin, UoI Digital, tuhabarike kidijitali. Asante sana Karim kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa. Hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati hadimu. Nami na kuacha na sentensi isemayo Juma ni hadimu wa Chuo Kikuu cha Iringa. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.